Takuwa na somo linalosema fimbo nyeupe ya mwana kondoo. Amen. Kwa ajili ya kuondoa upanga wa kafara. Amen. Katika familia zetu. Yes. Fimbo nyeupe. Amen. Ya mwana kondoo. Amen. Kwa ajili ya kuondoa. Yes. Upanga wa kafara. Amen. Katika familia. Amina. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Amina sana. Funuo sura ya 19 na mstari wake wa 16. Yes. Na wa 11 mpaka wa 16 naomba tusome. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 19 kuanzia mstari wake wa 11 mpaka wa 16, nasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Ndio. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka. Ndio. Na tazama, farasi mweupe. Ndio. Na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli. Ndio. Naye kwa haki hahukumu na kufanya vita. Mstari wa 12. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Ndio. Na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Ndio. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Ndio. Mstari wa 13. Naye amevikwa vazi. Ndio. Lililochovywa katika damu. Ndio. Na jina lake ndio aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe. Ndio. Iliyo safi. Mstari wa 15. Na upanga mkali utoka kinywani mwake. Panga mkali unatokea kinywani mwake. Ili awapige mataifa kwa huo. Ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira. Anakanyaga shinikizo la damu ya hasira. Ya ghadhabu ya hasira yake Mungu Mwenyezi. Mstari wa 16. Naye ana jina limeandikwa. Ndio. Katika vazi lake na paja lake. Mfalme wa wafalme. Ndio. Na Bwana wa mabwana. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Amina sana. Funuo sura ya 21 na mstari wa 22. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 21 na mstari wake wa 22. Ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Nami sikuona hekalu ndani yake. Kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi ndio na mwana kondoo ndiyo hekalu lake. Yes. Hesabu 17 mstari wa 2 mpaka wa 9. Kitabu cha Hesabu sura ya 17 na mstari wake wa 2. Nitasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Ndio. Nena na wana wa Israel, kisha upokee kwao fimbo. Fimbo moja kwa ajili ya nyumba ya kila baba. Katika wakuu wao wote. Ndio. Kama nyumba za baba zao zilivyo fimbo 12. Fimbo 12. Kisha andika jina la kila mtu katika fimbo yake. Endelea. Mstari wa 3. Na katika fimbo ya Lawi utaliandika jina la Haruni. Ndio. Maana itakuwa fimbo moja kwa kila kichwa cha nyumba za baba zao. Ndio. Mstari wa 4. Nawe utaziweka katika hema ya kukutania mbele ya huo ushahidi. Hapo nikutanapo pamoja nanyi. Mstari wa 5. Kisha itakuwa mtu huyu nitakayemchagua. Ndio. Fimbo yake itachipuka. Yule utakayemchagua ndiye fimbo yake itachipuka. Nami nitayakomesha kwangu manunguniko ya wana wa Israel. Nitayakomesha kwangu manunguniko ya Waisraeli wanungunikayo juu yenu. Wanaonungunika juu yenu. Basi Musa akawaambia wana wa Israeli. Ndipo wakuu wao wote wakampa fimbo. Fimbo moja kwa kila mkuu. Kama nyumba za baba zao zilivyokuwa fimbo 12. Na fimbo ya Haruni ilikuwa kati ya fimbo zao. Kisha Musa akaziweka hizo fimbo mbele za Bwana katika hema ya kukutania. Ilikuwa siku ya pili yake. Musa akaingia ndani ya hema ya ushahidi. Na tazama, ile fimbo ya Haruni
Haruni iliyokuwa kwa nyumba ya Lawi ilikuwa imechipuka, imetoa michipukizi na kuchanua maua na kuzaa malozi mabivu. Kisha Musa akazileta nje hizo fimbo zote kutoka hapo mbele za Bwana na kuziweka mbele ya wana wa Israeli wote, nao wakaangalia na kila mtu akaitoa fimbo yake. Kisha Bwana akamwambia Musa, irudishe fimbo ya Haruni mbele ya ushahidi, ili itunzwe iwe ishara juu ya hawa wana wa maasi, ili uyakomeshe manunguniko ya yalivyonungunikia, ili wasife. Basi Musa akafanya vivyo kama Bwana alivyomwagiza, ndivyo alivyofanya. Bwana Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi atusaidie sana. Amina. Fimbo nyeupe ya mwana kondoo. Amen. Kwa ajili ya kuondoa upanga wa adui katika familia zetu. Amen. Watu wengi katika familia zao wanapata misiba isiyoeleweka kabisa kabisa, na misiba hiyo si misiba bali ni kafara. Kumbe yes. Na hii ni kufuatana na uchawi ulioko katika familia. Ndio. Wako watu wamenunua upanga. Wako watu ambao wamerithishwa upanga. Kabisa. Wengine wamenunua kwa waganga. Ni kweli. Kwa ajili ya kuchinja ndugu zao. Wengine wamerithishwa kufuatana na desturi za kifamilia za kurithishana mikoba ya uchawi na uganga. Kabisa. Sasa asipopatikana mtu wa kuondoa upanga huo katika familia, mtaisha. Watu wanakufa chini ya umri. Ni kweli. Ambao ni wa utu uzima. Ni kweli. Upanga hauchagui. Watoto wachanga wanakufa. Vijana wanakufa. Mabinti wanakufa. Watu wazima, wa mama wajawazito wakiwa wanazaa. Na wengine ni umri ambao haujavuka hata miaka 50. Kabisa. Ndani ya familia watu wanaondoka hesabu zao za siku kabla ya kutimia. Kumbe wametolewa mbuzi wa kafara. Leo tuna operation ya kupita nyumba kwa nyumba kuhakikisha yoyote aliyeleta upanga huu kwenye familia utamjua kwa ishara mbili. Amen. Moja, ataweuka aanze kuzungumza yeye mwenyewe. Tangazo. Lakini kama ana kiapo cha kutokutoa siri, biashara yake itamalizika. Kama yoyote waliyempangia achinjwe na upanga huo, leo malaika ataukamata, atawafyeka wao wenyewe. Ruka juu, sema wafyekwe. Lakini wewe na nyumba yako utachungwa na fimbo ya chuma. Amina. Na yoyote atakayejipendekeza kuingia kwenye maisha yako atavunjwa vipande. Atafyekwa na kukatiliwa mbali. Ruka juu, sema na iwe hivyo. Piga sauti, sema Yesu tusaidie. Laana ili ya uasi iliyosababisha upanga kuingia katika nyumba ya Daudi. Kitabu kile cha Nyakati wa kwanza sura ya 21 na mstari wa 12, naomba tusome. Kitabu cha Nyakati wa kwanza sura ya 21 na mstari wake wa 12. Nitasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Miaka mitatu ya njaa. Chagua miaka mitatu ya njaa. Au miezi mitatu kiungamia. Au miezi mitatu kuangamia mbele ya adui zako. Miezi mitatu ya kuangamia mbele ya adui zako. Akipatwa na upanga wa watesi wako. Ukifuatiwa na upanga wa watesi wako. Au siku tatu upanga wa Bwana. Ama siku tatu upanga wa Bwana. Yaani tauni katika nchi. Na malaika wa Bwana. Akiharibu kati ya mipaka yote ya Israeli. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Amina. Baada ya Daudi kumkosea Mungu, Mungu aliinua upanga katika Israeli.
Na upanga huu ukaanza kuleta maafa. Amina. Na Mungu anamtumia nabii. Amen. Anamwambia chagua mambo matatu. Amina. Moja, miaka mitatu ya njaa. Amen. Ama namba 2, ambayo ni miezi mitatu utakuwa unakimbia mbele za maadui zako. Na upanga ukikufuatia. Upanga. Ama siku 3 za upanga wa njaa. Upanga wa tauni. Amen. Manake ni magonjwa. Sawa. Lakini kumbe ni upanga. Kumbe. Tauni. Manake ni magonjwa ya kuambukiza. Sawa. Ambayo yanaua kwa ghafla. Kabisa. Siku 3. Akaambiwa chagua. Amen. Daudi alipoona adhabu hizi zote ni ngumu. Amen. Akamuomba Mungu rehema. Ya kwamba aondoe mauti. Amen. Na hii hasira yake ya kuchinja katika taifa la Israeli. Amina. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 na mstari wa 10, naomba tusome. Kitabu cha Samueli wa pili la 12 na mstari wa 10. Nitasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako. Upanga hautaondoka nyumbani kwako. Kwa sababu umenidharau. Kwa sababu wewe umenidharau. Ukamtoa mkewe Uria. Mhiti. Kuwa mke wako. Mstari wa 11. Bwana asema hivi. Angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako. Nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako. Na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Mstari wa 12. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote. Bwana Yesu Kristo asaidie sana. Amina. Kila Daudi ambapo alikuwa akimkosea Mungu, Mungu anauleta upanga nyumbani kwake. Na upanga manake unafanya vita kwenye kila eneo. Vita. Eneo la uchumi. Vita. Eneo la kiafya. Vita. Eneo la familia. Vita. Hata kwenye ndoa. Ndio. Ndani ya familia ndoa zinakosa kichwa wala mkia. Kabisa. Kumbe ni upanga uko ndani ya familia. Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Amen. Akukumbuke leo na kuondolea upanga huo katika familia. Amen. Na yale maafa ambayo yamekuwa yakitokea. Sawa. Kila mtu anaikimbia nyumba yake. Ndio. Mwenye ndoa inavurugika. Aikai. Mwenye uchumi unavurugika. Ni kweli. Mwenye mafanikio yanavurugika. Manake ni upanga unainuliwa kufanya vita na watu sahihi kwenye maisha yako. Vita. Na kuna watu wanashangaa hapo, kwa nini mahusiano yao yanavunjika? Kwa nini? Ni kwa sababu ya upanga. Saidie Bwana Yesu. Mwanaume amefikiria vizuri kukuchagua akuoe. Vizuri kabisa. Lakini kila anapokukaribia ndio anaona vita inaongezeka. Uchumi unapata mapambano. Ni kweli. Anaona maradhi yanamwandama. Kabisa. Kila akikutana na wewe, hata akikukumbatia tu, hata akikubusu tu, ndio anaenda kuota ndoto za kufukuzwa na mapanga. Anaota ndoto za kutaka kuliwa na wanyama wakali. Anaota ndoto za kumezwa na nyoka. Kabisa. Sasa kwa nini asikukimbia? Atakimbia. Akikaa mbali na wewe, ndoto zinapotea. Akikukaribia, ndoto mbaya zinarudi. Ninaamuru kila aliyeleta upanga kwenye maisha yako kukufukuzia watu sahihi. Hebu ruka juu, sema apigwe radi na kuachia. Apigwe radi na kuachia. Upanga ukiletwa kwenye biashara yako, wateja wanafukuzwa. Ni kweli. Upanga
ukiletwa kwenye maisha yako, watu wa hatima yako wanaogopa, wanakimbia kabisa. Muda wote wanaona kuchinjwa, muda wote wanaona kifo. Ni kweli. Leo upanga utakapoondolewa kwenye maisha yako, wale watu walikukimbia watakutafuta wenyewe. Nasema watarudi wenyewe. Waje. Nasema watarejea wenyewe. Amina. Ukiwa mfanya biashara, sawa, upanga ukiletwa kwenye biashara yako, ndio wateja wanakimbia. Ni kweli. Tusaidie Bwana Yesu. Una kampuni, watu wa kukupa tenda, ndio zamani walikuwa wanakupa, leo wamedisapia. Kulikoni? Nini kimewakuta? Ni nini? Kila wakikunyoshea mkono wa shirika, wanapata matishio ya upanga. Matishio. Wanakutana na hatari paka za kutoa uhai. Kabisa kabisa. Wanakosa amani na furaha. Ni kweli. Kwenye maisha yao. Kuna watu ukiwapa pesa hapo, ukimpa tu pesa akishapokea hivi, sawa, unakosa amani, unakosa furaha kwenye maisha yako. Kabisa kabisa. Hata kama mlikuwa na umoja katika familia, ama kwenye ukoo, mnaona ule umoja unavurugika na vurugu zinaanza kuinuka. Amina. Manake umemsogelea mtu mwenye upanga kwenye maisha yake. Kumbe leo kaji usema hawatafanikiwa. Hawatafanikiwa. Piga sauti, sema hawatafanikiwa. Hawatafanikiwa. Yesu akusaidie upanga huo uondolewe katika maisha ya kwako. Amina, amina, amina. Kama ni amina, ungepiga amina ambayo ni ya kutosha ili Yesu apate kukubarikia. Amina. Bwana Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi atusaidie sana. Amen. Yes. 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 Tusome. Yes. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 19 na mstari wa 5. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 19 na mstari wa 5, nitasoma kwa jina la Yesu. Kama aingiapo mtu na mwenziwe mwituni kwenda kukata kuni, akapeleka mkono wake na shoka ili kukata mti, likatoka shoka katika mpini, likampiga yule mwenziwe hata akafa, basi na akimbilie katika mji ili mmojawapo awe hai. Mstari wa 6. Asije akaandamiwa muuaji na mwenye kulipiza kisasi cha damu, moyo wake ukali na hasira, akampata kwa njia kuwa ndefu, akamuua, wala hana haki ya kuua na kuwa kumchukia tangu hapo. Mstari wa 7. Kwa sababu hii ninakuamuru na kukwambia, ujitenge miji mitatu, na kama Bwana Mungu wako akiueneza mpaka wako kama alivyowaapia baba zako, akakupa na nchi yote aliyoahidi kwamba atawapa baba zako. Mstari wa 9. Nawe ukiyashika maagizo haya yote nikuagizayo leo na kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wako na kwenda siku zote katika njia zake, ndipo ujiongezee miji mitatu tena pamoja na mitatu ile, isije ikamwagika damu ya asiye makosa kati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi, ikawa na damu juu yako. Mstari wa 11. Hapo hapo Yeremia sura ya 6 na mstari wa 25. Kitabu cha Yeremia sura yake ya 6 na mstari wa 25, nitasoma kwa jina la Yesu. Kitabu cha Yeremia sura ya 6. Kitabu cha Yeremia sura ya 6 na mstari wake wa 25, nasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Msitoke kwenda mashambani wala msitembee njiani, kwa maana upanga wa adui uko huko, hofu ziko pande zote. Yes. Rudia tena. Kitabu cha Yeremia sura ya 6 na mstari wa 25, narudi kwa jina la Yesu. Msitoke kwenda mashambani. Msitoke kwenda mashambani. Wala msitembee njiani. Wala msitembee njiani. Kwa maana upanga wa adui uko huko. Maana upanga wa adui uko huko. Hofu ziko pande zote. Na hofu ziko pande zote.
Ishara ya upanga wa adui kwenye maisha yako, sawa, ni hofu. Ukiwa una kipawa cha biashara, yes, ama ni mkulima ama ni mfugaji, yes, una karama, amen, yoyote, sawa, na unaogopa kuanza kujisimamia mwenyewe, sawa, manake tayari kuna upanga uko katika familia, kabisa kabisa, na huo upanga manake unachinja watu, sawa, na hizo kafara ndizo zinazotumika kuleta mazuio ya mambo muhimu kwenye maisha yako. Kabisa 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 kabisa. Kuna watu maagano ndiyo yanayowaletea matatizo, sawa, maagano yaliyoko katika familia, maagano ambayo ni ya machinjo. Ndio. Watu wanaochinjwa na damu zinazomwagika usiku na mchana, sawa, zinaleta maafa makubwa, ndio, sana katika familia. Kabisa kabisa. Aidha zinawapa watesi wako nguvu, amen, ama zinawapa viumbe wale walioletwa kushindana na wewe, amina, kiburi, yes, zinawapa jeuri, sawa, ya kuendelea kushindana na wewe katika maisha yako, amina, bila kukata tamaa. yes, yes, yes. Manake damu yoyote inapomwagika, iwe ya mtu, sawa, ama iwe ya mnyama ama ya kiumbe, amen, inalenga kuinua upinzani katika maisha yako. Kabisa kabisa. Na huo ni upanga wa adui, ndio, umewekwa kwenye maisha yako ili kuleta hofu. Kumbe Ukajiosema kuanzia leo, kila hofu ya upanga, iliyotanda kwenye mipaka ya maisha yako, ukajiosema ing'oke na kuniachia. Yesu akuondolee hofu ya kuanza. Amina. Chochote ambacho amekupangia ukifanye mwaka huu, chochote, hofu yoyote inayokuandama, ndio, iondoke kwenye mipaka ya maisha yako. Amina. Uanze kwa ujasiri hata kidogo kidogo. Ndio. Asante Baba. Yes. Usizarau mambo madogo. Usizarau mwanzo mdogo. Yes. Kila mtu ambaye unaona amefanikiwa, sawa, ameanza na kidogo. Amen. Yes. 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 Mtu mmoja aliwahi kuandika akasema, sawa, kati ya vitu vya kuhofia kwenye maisha yako, cha kwanza ni hofu yenyewe. Kabisa kabisa. Manake uhofie kupata nini? Hofu. Maandiko yanatuhimiza tusiogope. Amina. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Mungu aliyetuleta duniani, sawa, yuko tayari, amen, kuanza pamoja na sisi. Sante. Yeye ana upako wa Alfa, tena ana upako wa Omega. Ana nguvu za kuanza, tena ana nguvu za kumaliza. Tunao watu wanao makusudi ya Mungu kwenye maisha yao. Tunao watu wana agano la Mungu kwenye maisha yao. Lakini kulianza kusudi inakuwa ni hofu kubwa. Yes. Kuanza kulitumikia agano inakuwa ni hofu kubwa. Kabisa, kabisa. Leo Yesu akutenge na hofu ya kila aina yote, na uende ukaanze katika jina la Yesu Kristo, aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Piga sauti, sema imekuwa.